Natamani tuwe na wakati huu mzuri sana na wakati wa thamani sana wa kujifunza kitu. Tukiwa tu katika hiyo hali hiyo ya kumwambia Mungu kwamba tutakwenda wapi bila wewe. Ni kutambua tu kuwa Mungu ni kila kitu kwenye maisha yetu. Mungu ni kila kitu kwenye maisha yetu. Kati ya kitu ambacho sisi ni wale watu ambao hatuna option B. Hatuna option, yani hatuna kitu cha kuchagua. Tulichochagua ni kimoja tu, kuwa na Mungu kwenye maisha yetu. Na sio kama Mungu ametunyima uchaguzi wa kutokuchagua kitu kingine, lakini sisi tumeamua kwamba sisi tunasimama na Mungu tu siku zote za maisha yetu, kwa sababu yeye ni kila kitu kwenye maisha yetu. Na kama yeye ameahidi kuwa hatatuacha, na sisi tunamwahidi kuwa hatutamwacha. Tunamwahidi kuwa hatutamwacha. So natamani tuangalie kwa ufupi sana imani yenye matendo ama imani yenye matokeo, kwa sababu imani yenye matendo ni imani yenye matokeo, ni imani yenye matokeo. Na tutaangalia imani ni nini kutokana na neno la Mungu inavyosema imani ni nini. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, najua wengi tunafahamu ili andiko. Nataka tulisome hapa. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wengi tunalifahamu ile andiko, si ndio? Yes. Sasa kwa mujibu wa ile andiko tutaangalia hapa kwa haraka. Basi imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Manake haya mambo yanayotarajiwa ni mambo yasiyoonekana kwa macho ya nyama. Lakini kutoonekana kwa macho ya nyama haimaanishi yaonekani kwa macho ya ndani. Kwa macho ya ndani tunayaona, lakini kwa macho ya nyama nakuwa bado hajafanya nini? Hayajaonekana. Kwa hiyo tunakuwa tunayatarajia haya mambo. Sasa manake imani, kama imani ni kuwa na uhakika, manake imani ni kutokuwa na shaka. Imani ni kutokuwa na shaka. Ama kwa maana nyingine, imani ni kuwa na uthibitisho wa kitu ambacho hakionekani kwa macho, ila una uthibitisho wake. Unaotoa uthibitisho wapi? Uthibitisho unaotoa kutoka kwenye ahadi za Mungu alizosema, kwenye ahadi za Mungu. Lakini pia imani ni ushahidi, yani unakuwa na ushahidi wa hicho kitu japo hujakiona kwa macho. Ushahidi unaotoa wapi? Kwenye ahadi za Mungu, kwenye neno la Mungu. Kwa nini tunakuwa na ushahidi na uhakika? Kwa sababu tunamwamini Mungu. Yeye aliyeahidi kuwa itakuwa hivi ndio huyu ambaye tunamwamini, kwa tuna uthibitisho wa kile ambacho amekisema. Na sio tu uthibitisho, tunamwamini kuwa yeye hasemi uongo. Tunaamini kwamba yeye anatimiza ahadi ambazo anaziahidi kwenye maisha yetu. Alafu pia naweza nikasema imani ni hatimiliki. Yani unakuwa na, tunajua hatimiliki, si ndio?
Kwa mfano ukiwa na gari umenunua ya kwako, unakuwa na tunaita kadi ya gari, lakini ni hati, si ndio? Ni hati ya gari ya nani? Ya mtu fulani, ama ya kwangu. Ama nyumba, una hati miliki ya hiyo nyumba yako. Sasa sisi tunakuwa na hati miliki kabla hatujamiliki. Tunakuwa na hati miliki ya kile kitu ambacho Mungu amekiahidi kwenye maisha yetu kabla hatujakishika kwa mikono, lakini ni cha kwetu kwa imani. Ni cha kwetu kwa imani. Na ndivyo mambo yanavyoenda. So tutaangalia pia chanzo cha hii imani ni nini, kutokea kwenye Warumi 10:17. Na ile andiko wengi tunalifahamu pia. Nasema basi chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa hapa kinachozungumziwa hapa sana, ukisoma kuanzia juu kidogo, unajua gundua imani inayozungumziwa hapa ni imani ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya mtu fulani, ama maisha yangu au maisha yako. Kwa sababu hapo juu kidogo anasema, kwa tuisome hapo juu kidogo, anasema Warumi kwa hapa. Hapa juu kidogo anasema kuanzia mstari wa 14 nasema, basi wamuitaje yeye wasiye mwamini? Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Tena watamsikiaje pasipo hubiri? Tena watahubirije wasipo pelekwa? Hapa chini anasema, kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Hapo 18 anaongea tena, lakini 17 ndo anakuja anasema, sasa basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana yake sasa hapa inazungumziwa mtu kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, lazima asikie neno la Kristo. Anasikiaje neno la Kristo? Analisikia kutokea kwa mtu ambaye anamhubiria kuhusiana na habari njema za Yesu Kristo kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akishahubiriwa, maana yake sasa huyu mtu anaamini. Akishaamini anafanyika kuwa mwenye haki. Akishakuwa mwenye haki, sasa ndo tunasema anaanza kuishi maisha ya nini? Ya imani. Na hapo ndipo nataka nikazie sasa kwenye kuishi maisha ya imani. Na Biblia inasema kwenye Waebrania 10:38 inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hata akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Manake swala la Mungu kuwa na furaha na wewe ni wewe kuwa mtu wa imani, ili Mungu akufurahie. Unajua Biblia nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana yake ili tumpendeze Mungu lazima tuwe watu wa imani, tuishi kwa imani. Na ndicho ambacho Mungu anakitaka kwenye maisha yetu sisi wote. Yaani mtu yote ambaye ameokoka, mtu yote ambaye anamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, lazima aishi maisha nini? Maisha ya imani. Kwenye Warumi 3 nasema mstari wa 23 mpaka 24 nasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ndo pale ninapopataka. Wote tumetenda dhambi, si ndio? Tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini wote tumehesabiwa haki bure kwa neema. Sasa neema ya Mungu ni zawadi ambayo Mungu anatoa. Ni zawadi ambayo Mungu anatoa. Na mikono ya kupokea neema ya Mungu ni imani. Mikono ya kupokea neema ya Mungu ni imani.
Kwa imani tunapokea neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Pale unapomwamini Yesu Kristo tu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unaipokea neema ya Mungu kwa imani. Sasa nataka niseme tu kitu kimoja, kwamba kila mtu ambaye ameokoka, kila mtu ambaye ameokoka ana imani. Imani ya kwanza kabisa ambayo ni msingi ni imani ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio imani ya kwanza, kwa sababu kwa imani sisi wote tumeokolewa, si ndio? Kwa imani sisi wote tumeokolewa, na kwa imani hiyo hiyo tunaweza kuishi maisha ambayo tunataka kuishi, kwa imani hiyo hiyo ambayo ni msingi, ambao ni Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Sasa ukishaokoka, tunasema Biblia inasema ndani yake Yesu tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, si ndio? Ndani yake nani? Manake sasa maisha ya huyu mtu ambaye ameokoka, amemwamini Yesu Kristo, maisha yake yote ya imani anaishi ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini achana hiyo, inasema na uhai wake huyu mtu, yaani Biblia inasema uhai wangu umefichwa, au uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo Yesu katika Mungu. Manake huyu mtu sasa anaanza kuishi maisha ya imani akiwa ndani ya Yesu Kristo na sio nje ya Yesu Kristo. Sasa hapa ndo tunaonaga utofauti wa mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Sasa utajiuliza, kwa nini mbona wote tunaishi duniani hapa alafu mimi naishije ndani ya Yesu Kristo? Ni kwamba ndio ile tunasema mbinguni duniani, na tunaishi mbinguni duniani. Biblia inasema tumeketishwa juu sana pamoja na Kristo Yesu, juu sana kuliko falme, mamlaka na makorokoro yote, juu sana. Manake hapa duniani tupo duniani kweli katika mwili, lakini katika roho tumeketishwa pamoja naye, na maisha na tunajuaje tumeketishwa pamoja naye? Kwa imani, kwa kuamini. Sasa kuna wakati Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kwa matendo, na matendo hayo yalikuwa tofauti kidogo. Yesu alikuwa anafanya vitu mbele ya wanafunzi wake makusudi kabisa, lakini lengo lake lilikuwa kuwafundisha. Unakumbuka Yesu wakati ameenda kwenye mti, amesikia njaa, ameenda kwenye mti kutaka matunda kwenye huo mti, alafu hajakuta matunda. Biblia inasemaje? Akaulani nini? Akaulani ule mti. Alivyoulani ule mti ukafanyaje? Ukanyauka, ukakauka. Wanafunzi wake akashangaa, akamuuliza Yesu, ngoma inakuaje hii? Mbona hivi? Yesu akamwambia hivi. Manake aliwaambia hata nyinyi mnaweza kufanya hiki kitu. Akamwambia sio hii tu, mnaweza ukamwambia mlima ng'oka ukajitose baharini, nao utawatii. Sasa umeona hiyo kitu Yesu hakufanya kwa sababu walikuwa na njaa. Alikuwa anafanya ili kuwafundisha wanafunzi wake kitu. Alikuwa anafundisha kitu. Tunaona mfano mwingine, tunaona pia Yesu ile kuna wakati kuna baba mmoja mtoto wake ana kifafa. Akamwambia Yesu, nisaidie, wanafunzi wako nimewaambia wamuombee lakini wameshindwa. Yesu akamwambia, kizazi cha nyoka mtakuwa hivyo mpaka lini na vitu kama hivyo. Akamwombea yule mtoto akapona. Wanafunzi wake tena wakamuuliza, akamwambia, Yesu, mbona sisi tumemwombea yatokea? Akasema ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Alafu sasa ona sasa anachokisema, kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani yenu. Alafu Yesu anasema, lakini mkiwa na imani kama punje kama punje ya haradali, naweza kuambia mlima huu ng'oka ukajitose baharini, na utawatii. Sasa hapa Yesu anatuchanganya. Anasema ni kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani yenu. Lakini pia anasema mkiwa na imani kama punje ya haradali. Sasa upungufu, punje ya haradali, unaona ilivyokaa? Unaona kama vinafanana, yote ni pungufu. Kwa sababu umeshakuona punje ya haradali? Yaani umeshakuona punje ya haradali. So unajua ilivyokuwa kadogo sana. Sasa hivi upungufu na punje inakuwaje?
Sinaelewa. Lakini kuna kitu Yesu alikuwa anajaribu kuwaambia pale. Ile upungufu wa imani ni kwa sababu ya hofu ama mashaka. Ile upungufu wa imani ni kwa sababu ya hofu ama mashaka. Wewe nikwambia kitu kimoja. Ukijua neno la Mungu, kwa mfano ukajua tu hata mstari tu mmoja afu ukaamini, ukausema kwa imani, na usiwe na shaka, kinatokea. Kinatokea. Lakini kwa nini sisi ambao tumeokoka na tunamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunaomba na vitu havitokei? Kwa nini? Ni kwa sababu ya upungufu wa imani. Upungufu wa imani sio kujua Biblia nzima. Upungufu wa imani ni kuwa na mashaka na kile kitu ambacho nakiamini, ama kuwa na hofu. Moja ya kitu ambacho kinatikisa imani zetu ama imani za watu ambao wameokoka wengi ni hofu. Adui mkubwa wa imani ni hofu. Unapoingiza tu hofu, utendaji kazi wa imani haufanyi kazi. Adui, kawaida ya adui, anafanya kazi kwenye mazingira ya hofu, adui. Alafu Mungu anafanya kazi kwenye mazingira ya nguvu au mazingira ya imani. Sasa wengi sisi hapo ndo changamoto. Nakumbuka wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake tuvuke twende wapi? Ng'ambo. Alafu Yesu kwenye kile chombo akafanyaje? Akalala. Bahari ikachafuka. Jamaa wamepambana, wameona ngoma hii noma, haiwezekani. Wakamwambia Yesu, wakamwamsha Yesu, si kitu kwako kuona kuwa tunafanyaje? Tunaangamia. Yesu akaamka zake, akakemea upepo, vikafanyaje? Vikatulia, si ndio? Alafu akamwambiaje baada hapo? Imani yenu iko wapi? Ama confidence yenu kwangu iko wapi? Maana kilichokuwa kinawatesa ni nini? Hofu. Na mfano mwingine tutaona wa Petro, wakati Yesu anatembea juu ya maji, anakuja jamaa wanafunzi wake hapo kwenye chombo, alafu anamuona Yesu anatembea, kuna kitu pale kinatokea. Petro anamwambia Yesu, Bwana, kama ni wewe, niruhusu nifanyaje? Nikufuate, nishuke kwenye chombo na mimi nitembee juu ya maji nikufuate. Alafu Yesu anamwambia njoo. Sasa confidence ya Petro kutembea kwenye maji haikuwa kwa sababu alimuona Yesu anatembea kwenye maji. Confidence yake ilikuwa neno la Yesu alilomwambia njoo. Imani yake pale ikafanyaje? Ikainuka, akaanza kutembea juu ya maji, sio kwenye maji, juu ya maji. Sawa. Akiwa anatembea juu ya maji, Biblia inasema alipoona upepo na mawimbi, hofu ikafanyaje? Ikaingia, na hofu ilivyoingia tu akafanyaje? Akaanza kuzama. Sasa kumbuka ni neno lile la Yesu aliyomwambia njoo, lakini hofu ilipoingia alizama. Kwa nini? Imani ilikuwa imepungua. Kwa upungufu wa ile imani ikamfanya aanze kuzama. Lakini Biblia inasema Yesu akanyosha mkono wake akamuokoa. Lakini Biblia haituambii nini kilitokea pale, lakini alivyomuinua kutoka kwenye maji, alitembea naye kwenda kwa nini? Kwenye chombo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho natamani kama watu ambao tunamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, ni kutembea kwenye nini? Kwenye imani, na kuto kuingiza shaka ama hofu. Lakini tuna msingi wa kwanza. Msingi wa kwanza kabisa ni msingi wa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Alafu tukishamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maisha yetu yote tunaishi kwa imani kuanzia hapo, ambapo kwa hiyo imani ndio tunampendeza nani? Tunampendeza Mungu. Amen. Amen.